Kanisani ndio sehemu pekee wanadamu wamefanikiwa kupoteza muda. Ndio sehemu pekee watu wamezeka, watu wamepoteza muda. Hii inamaanisha unaweza ukaja kanisani na kila kitu, na ukakaa kanisani na ukaishiwa kila kitu. Saa nyingine unapiga mahesabu bora ungeendelea na ile biashara yako. Nisikilize, kanisani is the only place ambayo ukienda vibaya utapoteza muda na umaskini utakukapture hapo katikati. You must very be careful. Kanisani ni sehemu pekee unaweza ukawa na PhD ukarudisha ukawa kama mtu wa darasa la 7, akili yako ikafunction kama mtu wa darasa la 7. Inamaanisha kuna vitu hata ku-reason inakufa kabisa. Hakuna reason. Yaani manake unaweza ukaambiwa lala hapa au kapita hapa ukitokea kule, na ukafanya na ukaambiwa ukitokea kule ni dalili kwamba umeibuka somewhere, ni dalili muujiza wako umehappen. Is the only place utamkuta a smart person ana act very weird. Kuna vitu lazima nikufundishe, mtoto wa Mungu, usije ukapoteza muda. Ndio maana kanisani ni sehemu pekee mtu mwenye PhD anafanya such a thing. Kanisani ndio sehemu pekee mtu aliyesoma na aliyepata degree kwa kusoma. Kanisani anaishi kwa imani ambayo haina information. Inamaanisha msomi ni mtu ambaye amefanikiwa kujua vitu kwa sababu alivisoma. Maana anafahamu kila kitu unakijua ni lazima ukisome mahali. But unafahamu kwenye kanisa ukiambiwa tu kata left hakuna information. Cha msingi tu mtumishi amesema. Inamaanisha akili yako ilisha siku ulivyokuja kanisani. With your degree, with your master and all thing, umekuwa empty. Kanisani, msikiza, kanisani ndo sehemu pekee tunatakiwa kuwa smart enough, kwa sababu anything kinapandishwa na kinakuwa provide with the right information, na hiyo information ni power, ina cause changes kwenye maisha yetu. Kanisani kinachoua watu ni umbea, hamna kitu kingine. Watu wa Bwana, watu walikuwa sio umbea, lakini ukifika kanisani ndo umbea. Wakiamka asubuhi ni umbea tu. Inamaanisha kanisani sio sehemu ya umbea. Kanisani ni sehemu pa kukaa na kujenga maisha yetu na kumpenda Mungu wetu na kutembea kwenye amri zake na kwenye utaratibu wake. How come we are not that smart? How come kina Daniel was smart that much mpaka kuwazidi watu waliosoma kwenye nchi na kupewa nafasi ambayo hakuna mtu alikuwa nayo kwenye nchi? How come mfalme create nafasi ambayo haikuwepo kwa sababu ya hawa watu? Kwa sababu aliwaona wana akili ya miungu. Biblia inasema aliwaona kwenye akili. Biblia inamaanisha kwamba wewe unaweza ukakaa kwenye kanisa na akili yako ikawa ya chini. Imagine unaamshwa saa 9 usiku unaambiwa zunguka nyumba yako umwage mafuta saa 9 usiku. Can you imagine? Ukimuuliza mtu akwambia tumepewa instruction.